Mimi nataka niombe rais. Sisi wote ni binadamu. Tunakosea, si ni kweli? Nilikuwa naona bishops wetu wakisoma ile kusema wakora sijui nini. Lakini nilikwambia rais, maajabu. Hao wananchi ndio wanajua, kwa sababu hao ndio wanatoa pesa kwa harambee. Wanajua uzito ya kanisa. Hao fathers wadogo hawana issue. Hao wale bishop wachache pale juu ni cartels. Na cartels siko kila mahali. Cartels siko kila mahali. Lazima tuambiane ukweli. Sisi ni Wakristo. Sasa wewe father sahi umeomba sahi tusaidie hii. Wewe unafikiri tungejua hiyo maneno kama hujasema? So sisi wote tuungane na tusameane 2025 na turudi tufanye kazi pamoja. Na tushirikiane na tusaidie rais. Unajua tunaona watu wengi kule mtandao. Mimi nataka niombe. Wazazi wangapi wako na watoto Gen Z hapa? Hebu inua mkono wako na Gen Z kama mimi. Wenye wako na watoto Gen Z kwa nyumba yao inua mkono. Najua ni wengi. Si nyinyi wote. Kila mtu aongeleshe mtoto wake nyumbani. Nidhamu ya kwanza inaanza kanisani na nyumbani. Kwa sababu ile maneno kwa mtandao siku hizi ukiona watu wanasimama, watu wachache hapo, rais anafanya hii, maneno ya abduction, maneno ya nini. Unajua rais pia umenikosea kidogo. Ile siku nyingine ulitangaza waziri, nilikuwa nafikiri unasema Kipchumba Sudi. Kumbe akakuwa Kipchumba Murkomen. Tena juzi nimesikia tena nilikuwa nategea ukasema tena Kipchumba Murkomen. Sasa wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. Kwa sababu lazima tu hakuna inji inaongozwa na upuzi. Lazima inji yote inaongozwa na katiba na heshima. Si ni kweli? Yeah. Na mtu asikutisha rais. Unajua mimi nasikia naona yule mtu tulifukuza baada anaongea hapo. Mwingine anasema sijui nini hapo. Mai kuona inji yenye mtu anaenda tamu moja. Hakuna hiyo. Wataruka juu chini. Lakini mambo yatakuwa sawa. Ya mwisho kabisa. Kamuget. Amesema hapa ati yeye ni watu wa 24. Ati hata tunasahamua rais hapana. Sisi ni watu tunaheshimu katiba. Rais umebakisha mwaka 8, ufunge virago uende nyumbani, mwingine atuongoza. Asante.